nakula. Kuna watoto wengi wamezaliwa wakiwa na akili punguani, kwa maana mama ametumia pombe na vingine vya kulewa kama madawa hivi. Mama akitumia, hiyo inaenda inaathiri mtoto, na mtoto anazaliwa akiwa akili punguani. Kwa hivyo ningewaomba tutie maanani yale maisha ule mama wanapitia wakati mama ako mjamzito, especially na wakati ananyonyesha. Kwa sababu vile nimetangulia kusema, mama na mtoto huwa ni kitu kimoja zile siku za mwanzo. Na najua nikiuliza wale watu wako kwa ndoa, the people who are married, nikikuuliza mtu wa maana zaidi kwa maisha yako, najua utaniambia pengine ni bibi yako ama ni bwana yako juu ameketi karibu na wewe ama ako around. Lakini nikikuuliza kando mtu wa maana kwa maisha yako, nadhani utaniambia ni mama yako. Kwa hivyo ningependa kusema usiwahi mtu chagua between you na mamake. Na hii ni wasia, advice ningependa kupatia wale the wives, bibi. Usiwahi weka bwana wako upande unamuuliza mimi na mamako chagua. Anaweza kukuambia openly amekuchagua, but I want to assure you, kwa roho ya mtu, hakuna mtu atachagua mtu mwingine bali mamake. Hata mimi sasa ukiniuliza mtu wa maana maishani mwangu, mimi nitakwambia ni mamangu. Mama ni wa maana sana kwa maisha ya mtoto. Na ukisikia mtu akiongea mama, huwa mtu anahisi upendo. Lakini ni kila wakati kweli huwa mama anakuwa wa upendo? Unajua ya kwamba kuna watu wengi wamekwazwa na mama kuliko baba. Do you know there are people who have been hurt more than with their mothers than their fathers? No manyetenga banta bange bagechiri guna mamu mwabo bagechiri ko bwa tato mwabo. Kwa maana mama na mtoto wakiwa kitu kimoja, mama akitenda jambo la uovu kwa mtoto wake, huwa anasikia inamuumiza sana. Tuende kwa Biblia, kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 10. Ningependa Isaiah chapter 49 verse 15 to 17. Ningependa msomaji atusomee. Isaiah 49 15 to 17. Kama kuna mwenye ako nayo kwa Kiswahili atusomee. Biblia inasema, watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo na walio kufanya ukiwa watatoka kwako. Is that Isaiah 49 15 to 17? Oh, that was 17:15. Oh, 15. Yeah, read 15 to 17. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Asante sana. Hakuna mama wa kawaida, mama mwenye akona akili timamu, anaweza sahau mtoto wake ananyonya. Ukiwa mama, wale mama wamenyonyesha mtoto, unaweza toa ushuhuda ya kwamba ukienda mahali na umeacha mtoto mdogo, mtoto akilia na uko kilomita kadhaa, unasikia maziwa inatoka. Na ukipiga simu nyumbani utaambiwa mtoto analia wakati huo. Mtoto na mama huwa wameungana, wako kitu kimoja. So kwa hivyo hata mama akiwa Nairobi, mtoto ako nyumbani, mtoto alikuwa amelala na mama ananyonyesha, mtoto amke aanze kulia, maziwa itatoka na mama ako Nairobi. Kwa sababu mtoto na mama wako na uhusiano wa kipekee. Na nawaambia wale wa mama mnanisikiza, hata wa baba, hata wa vijana na watoto, mama ni wa maana sana kwa maisha ya mtoto. And yet kuna wakati fulani mama pengine hayuko, pengine ni mgonjwa, pengine amefariki, pengine ako tu busy, ako na shughuli nyingi, hawezi kuwa hapo kwa mtoto wake. Kuna mfano mmoja ningependa kutoa, ni hadithi ya ukweli. Kuna mama mmoja alikuwa mama single mother, hakuwa ameolewa, na alikuwa na watoto wasichana 3. Na huyo mama alikuwa analeta wanaume kwa nyumba. She used to bring men to the house. Nao wanaume wakawa wanajisi au wasichana wake.
the men were sexually abusing the daughters. Ule msichana mkubwa akaambia mamake, na hakuwa mkubwa sana, alikuwa miaka kama 11, 12, na wengine walikuwa wadogo. Akaambia mamake ya kwamba huyu mwanamume anakuja kwa nyumba, alikuwa ni mpenzi wa mamake, anawanajisi. Na huyo mama alifanya tendo la kiovu. Alishika wale watoto akawatandika sawa sawa. Na kisikia hamuamini, lakini ni ukweli. Niliambiwa na huyo msichana, mama aliwashika akawatandika sawa sawa. Akawauliza kwa nini wanamnyang'anya bwana. Na akawaambia, sasa inaonekana tuko wanawake 4 kwa hii nyumba. Kwa hivyo nyinyi mtatoka mniache na bwanangu. Swali nauliza, huyo msichana, sasa hao wasichana ni wakubwa. Swali nauliza, huyo mama kama ni mamako unaweza msamehe kweli? Nani inaweza kuwa rahisi kusamea huyo mama akiwa ni mamako? Is it easy to forgive such a mother? Oyara abamama mino ndaisi kumwabera. Ni ngumu sana. Na najua ukinisikiza wewe kama mama, ukisikia nasema hayo maovu mama anatendea watoto wake, hauamini kama huyo mama ako na akili timamu. Haya, mama mwingine, siku moja nikiwa kwa salon nikitengeneza nywele, mtoto msichana wa miaka 13, 14 akakuja kwa hiyo salon akilia. Akaongelesha ule msichana alikuwa ananitengeneza, ananisuka nywele, wakaongea. Nikasikia mtoto akisema, kwenye nilikuwa ninafanya kazi nimefukuzwa, sina mahali pa kwenda. Mtoto mdogo msichana akona miaka 13, 14. Nikauliza, na kwa nini hauko shule? Ilikuwa ni wakati shule zimefunguliwa. Kwa nini hauko shule? Kaniambia, mimi nafanya kazi ya nyumba kwa sababu mama alinifukuza. Nikauliza, mama amekufukuza kwa nini? Ule wa salon akaniambia, huyu mtoto anaishi na mamake hapa madukani kwa hapo kwenye nilikuwa, na mama akona mpenzi, na huyo mpenzi amekuja kuishi kwa nyumba yao, na huyo mpenzi akataka kufanya mapenzi na huyo, kuna jinsi, wacha niseme, to sexually abuse huyo mtoto msichana. Huyo mtoto msichana alipoambia mamake alimfukuza. Alimwambia, kwa sababu wewe umekuwa mwanamke sasa unataka kuchukua, utoke uende. Huyo mtoto akatoka, hana mahali pa kwenda. Akakuja hapo kwa salon, akaongea na ule msichana wa salon, kamtafutia kazi ya nyumba. Nikachukua namba ya simu, nikamwambia nataka niongee na mamako. Kampigia simu, alikuwa anauza kwa soko. Nikamuuliza, nikamwambia niko na mtoto wako hapa na amefukuzwa, ningependa ukuje tuongee. Huyo mama akanijibu vibaya. Sasa mimi nikachukua hatua, nikaambia huyo msichana wa salon aite chief. Chief aweze kuambiwa huyo mama anaamini alichukuliwa hatua. Ukiwa huyo mtoto, ni rahisi kusamehe huyo mama yako kweli? Mara mingi sana wamama huwa wanatunza familia vizuri. Lakini kuna wakati mwingine mama wanafanya maovu, wanatenda maovu kwa familia, na inakuwa ngumu sana kwa watoto. Wale watoto wametendewa maovu na mama zao huwa wanapitia changamoto mingi sana. Na kwa upande wa wazee, hata mzee hawe wa bidii namna gani na awe na mali, kama akona bibi mwenye hajui kutunza mali, watakuwa maskini. Hiyo ni ukweli. Na kama mzee hata kama akona mapato kidogo, lakini apate bibi mwenye anajua kutunza, wataenda mbali. Na siku ya Alhamisi nilisema kwamba kwa wale vijana wenye wamepanga kuoa, kama unataka kuoa bibi, kwanza kabisa kama mama mkwe yuko, if the mother is there, angalia mama mkwe. Mara mingi you cannot be wrong. Huwezi kuenda out of the picture ukiangalia mama mkwe. Angalia mama mkwe sana sana, 90% mara mingi, 9 out of 10 mara mingi wasichana huwa kama mama zao. Kwa hivyo sisi kama wamama, Mungu ametupatia majukumu makuu kwa familia zetu. Na lakini ni nini inatendeka? Inafanya mama wengi ama mama wengine wanatenda maovu ama hawezi kuwa familia. Nilisema hapo mwanzoni, inaweza kuwa mama ni mgonjwa, pengine hawezi kwa sababu ni mgonjwa. Saa zingine inaweza kuwa mama amefariki, au mama ametengana na bwana, ameenda kwa hivyo hayuko.
Ama kuna mama wengine ni wazembe, mama ni mzembe. Iko mama wengine wanaweza kuwa wameketi sahi hapa na ajui familia watakula nini jioni. Jioni wakiingia kwa nyumba ndio wanaangaliana, juu mama hajapanga. Mimi nilifunzwa na mamangu nikiwa msichana mdogo, nisiwahi lala bila kujua familia wanakula nini ile siku, breakfast, asubuhi, chakula kiamsho kinywa. Aliniambia huwezi kuingia kwa kitanda ulale na ujui familia watakula nini asubuhi. Na asubuhi aliniambia huwezi toka kwa nyumba na ujapanga ni nini watoto na mzee wanakula masaa ya mchana, lunchtime ama evening. Vile nimekuja Kisii for 2 weeks, nilienda soko nikaacha chakula ya wiki 2. Kwa hivyo wanajua kila siku, wanajua ile wanapika because nimepanga nikikuja Kisii. Mimi niko na watoto wakubwa, si wadogo sana. Na nikatoka Nairobi nikakuja, nikifika Kisii town nikaambia mamangu siwezi enda nyumbani, kwetu ni Tombe, Nyamira County. Mama akakuja Kisii town kunilaki. Na vile alikuja Kisii town kunilaki, alikuwa amebeba karatasi imejaa sukari, sweet bananas na carton ya miwa. Wale tunakaa na wao wanaweza confirm. Aliniletea box imejaa miwa na akaniletea bisukari. Akaniambia kwenye unaenda kuhubiri, hiyo ni chakula nimekuletea. Na nikafika nikampigia simu nikamuuliza kweli nani kama mama? Nani angejua? Kwa hivyo kama uko na mamako ako hai, mshukuru na umpende na umwambie unampenda mama. Kwa sababu especially ukiwa na mama mwenye anakutendea mazuri, hakutendei maovu. Na kama wewe ni mzee na uko na bibi mwenye anatunza familia, sahi ametafuta mboga, amepanga nini mnaenda kula jioni, mwambie mke wangu nakupenda na ninakushukuru. Na kama unanisikiza na umekuwa mzembe, familia wana chakula na wewe uko, mimi naomba Mungu atusaidie tuweze kubadilika. Kuna wamama wengine wako na shughuli mingi sana, wako very busy. Kila mahali they are busy, they are everywhere. Na kwa jirani anajua kila kitu, hadi ile nguo jirani anavaa hiyo siku. Lakini kwake hajui nini natendeka na watoto wake. Kwa hivyo ningependa sisi kama wamama ukue busy. Kwa first of all ujue nini natendeka kwa nyumba yako. Kama watoto wako na mzee wako sawa, usijishughulishe sana na mambo ingine. Okay? Ningependa kusema ya kwamba mara mingi yale maovu yanatendewa watoto wasichana, hata si mara mingi, wakati wote. Kama sasa hapa kwetu Kisii tuko na changamoto kubwa ya ukeketaji wa watoto wasichana. Nafikiri tumeendelea kuacha, lakini kuna other parts huwa inatendeka hapa kwetu Kisii. Na hii Kisii ndio iko leading na Kuria, ukeketaji wa watoto wasichana. Na wenye wanakeketa watoto wasichana si wanaume, ni mama ndiye anaumiza mtoto wake msichana. Najua kuna sababu zinafanya hilo jambo litendeke, lakini kama wewe ni mama na umepanga ama umekeketa watoto wasichana wako, uombe msamaha na uache hilo tendo la kiovu unafanyia watoto wako wasichana, kwa sababu it is not for the benefit. Haisaidii huyo mtoto, inaenda kumdhulumu kwa maisha yake. Wacha niweze kushare na nyinyi kazi ya mama kwa familia, jukumu ya mama kwa familia, na nitaweza kuwaletea majukumu 5 ya mama kwa familia ama kwa watoto wake. Jukumu la kwanza ni ya kwamba mama ndio ana provide ile tunaitwa safety. Yani mtoto kujihisi ya kwamba ako sawa, hana woga wowote. Ndio maana mama akizaa mtoto huwa anaambiwa wakuwe na skin contact. Ngozi ya mtoto ikuje pamoja na ngozi ya mama. Kwa hivyo mama anatakana kubeba ule mtoto, ngozi ikuje in contact ule mtoto akizaliwa. Mama asipofanya hivyo, huyo mtoto atakuwa akiendelea kuwa na woga. Unapata mtoto ako mahali ako na woga. Yani niseme kwa kikisio mwana yago twarachimba. Ekero mwana omongina nyoriro mwana nyagitari agotebwa mwana yamubwate naenda amogonkie.
Ekeroko nyoro mwana tagonkiri gago kina kabwate chimba na hande kabwato obwoba akonya kuigusu asali igo mwana akobwatwa tali akobe kugabu gakonya kurera. Mtoto anakumbatiwa, mtoto ananyonyeshwa, mtoto akilia anakumbatiwa. Taribu no mwana akolerwa kuchindote uenda kuchigali ngonjandole. Mtoto anakumbatiwa na mama yake. Hapo ndio mtoto anaweza kuwa mkubwa akiwa na safety, akijihisi ya kwamba hana woga wowote kwa hii dunia. Jana niliangalia kuna ule mtoto alikuja kuimba. I think kuna mtoto aliimba ni jana na tukaongea na pastor kule. Tukasema ule mtoto, that child has great parents. Ukiona ule mtoto akona self esteem, mtoto hana woga, unajua huyo mtoto amelelewa na wazazi wenye wameweza kumkumbatia na kumlea vizuri. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya mama kwa mtoto, jukumu ya mama kwa mtoto ni mama akue karibu na mtoto wake, aweze kukumbatia, kupenda mtoto wake, anyonyeshe mtoto wake. Jukumu ya pili ya mama kwa maisha ya mtoto ama kwa familia ni kulisha familia. Mtoto akiwa kwa tumbo ya mama, nimetangulia kusema, mama na mtoto wanakuwa kitu kimoja. Ile chakula mama anakula ndio mtoto anakula. Hata akinyonyeshwa, mtoto ananyonyeshwa na mama. Mtoto mwenye amepoteza mama kama hako mdogo, maisha yake haiwezi kuwa the same again. Life will never be the same again. Ekero mwana omuibulio ya kule kareke ngwerere. Omwana oyina akina omotebi no mwanchete mwana oyitakwe iwanga nanchire nabo kunya komote no mwanchete ero kuliryonga ukangancha boli no mokorera amaya omwana oyina bekoba akongu sana kwegunga nanchire. Kwa hivyo mama ndiye analisha mtoto na mama anajua ya kwamba mtoto akona njaa. Kuna kilio fulani tu mtoto anatoa, mama anajua mtoto ni njaa. Kuna kilio fulani mtoto anatoa, mama anajua mtoto ako na baridi, pengine nguo zake ziko wet, anahitaji kuwa changed. Mtoto analia kilio fulani, mama anajua mtoa mtoto nje. Kwa hivyo ni kazi ya mama kutunza, kulisha familia na kutunza, kulisha watoto. Tumekuwa na majenzis pale kwa town, na wale majenzis wanataka kupindua serikali ya Mungu. Vile Mungu alituumba men and women, tuko tofauti, hatuko the same. Na sisi wote tuko na majukumu tofauti kwa familia, ndio tuweze kulea familia ikue a balanced and godly family. Kwa hivyo wale majenzis wanakuambia what a man can do, a woman can do. Wanakuambia yale mwanaume anaweza fanya, hata mwanamke anaweza fanya. Nimeona majenzis wengine wanazaa mtoto ako 1 month, mwezi moja, na mama anaenda ngambo miezi na miaka, na anakuambia, unamuuliza mtoto umeacha wapi? Anasema si nimemwacha na babake. Na baba hawezi nyonyesha mtoto, na baba anapatia mtoto yale maziwa yananunuliwa ya mikebe. Kama haiwezekani mama hawe hapo, ni sawa, mtoto anaweza apatiwa maziwa ya mikebe, lakini hiyo sio ya kwanza. Mtoto anyonye ikiwezekana. Kwa hivyo mtoto anaachwa na baba, na maisha yao mtoto inabadilika milele, kwa sababu ule mtoto hakuweza kunyonya, mama hakuweza na hakuweza kumtunza. Na utafiti unatuambia kwamba mtoto akizaliwa anyonye maziwa peke yake kwa miezi 6. Only milk for 6 months. Na wakisi sana sana ukiwaambia hivyo, hawaamini, wanasema ai si atasikia njaa. Huyo mtoto ai si atasikia njaa, si apewe uji. Hapana. Mtoto hatakikani kupatiwa kitu chochote, hata kama ni maji, hapana. Anazaliwa ananyonya tu maziwa ya mama miezi 6. Na akifika miezi 6 akianza kupatiwa chakula ingine, bado mtoto aendelee kunyonya hadi miaka 2. Kwa hivyo mama, familia wapange uzazi, ndio mama wasipate mtoto mwingine kama ule hajanyonya kwa miaka 2. Na ukifanya hivyo unapatia mtoto wako msingi bora. Huyo mtoto ni kama ni insurance umemnunulia. Huyo mtoto kugonjeka, hata homa itakuwa siku 1 siku 2 amepona. Mtoto akienda shule, kwa sababu yale maziwa ya mama, especially kama mama amekula vizuri, akili yake huwa ni akili sharp. Ule mtoto akienda shule
hata sumbuka sana hata kushika masomo, kwa sababu amenyonya na akili yake, brain imeweza kumachua. Kwa hivyo kwa wale wadogo sasa, wale mnaenda kupata watoto, ningependa kuambia mama ni wa muhimu, na mtoto akizaliwa anyonye maziwa ya mama bila chakula yote for 6 months na aendelee kunyonya miaka 2. Jukumu ya 3 ya mama huwa tunaita basic trust. Yaani basic trust ni ile hali ya kuamini au kuaminiana. Mtoto akilelewa vizuri na mama, huyo mtoto ni rahisi kuamini wengine na ni rahisi kuaminika. Sijui kama kuna watu fulani umeona, wacha nike gusi kwanza. Abantu barokorora umuntu akonya kurigereria simu yao ase bari muri ase nyomo. Akonya kurigereria simu yao ngoyo gotomere message. Bakachi message chinde chigoche message eri akamiti abantu bari bakamiti bagotoma ogotenga ni maito muntu ugwakire simu. Gose ngangori mwatenenete komo umuga kanaro ore kuri no mote igoro ri ni muka yako gende chiro na roche ori no mote igoro ama ene nkobate aligerereti nande muka ng'amoro kinga tari kuegeneka, anapanda juu ya mti, bibi yake akienda mtoni, bibi yake akienda kwa soko, bwana ako pale juu ya mti, anaweza anguka akufe. Anamwangalia, anaona mtu wameongea na yeye, anamuuliza huyo ni mtu ni mgani mliongea na yeye, alikuwa anakuambia nini? Ule wa motorbike, kwa nini ulichagua ule alikuwa na jacket ya red ukapanda ile motorbike? Si ungechukua ule wa jacket ya blue? Na bibi anasema alikuwa amevaa jacket ya red, mimi hata sikuona. Huyo bwana ilikuwa ni ngumu sana kuamini bibi yake. Siku hizi watu si lazima wapande juu ya mti. Hii simu unapata mtu amekuwekea spy, inaitwa spyware. Iko app, iko kitu fulani watu wanaweka kwa simu. Messages zako zote, ujumbe mfupi, ukikuja anasoma. Kila kitu anasoma. Kwa sababu huyo mtu inakuwa ngumu sana kuamini wengine. Na mara mingi, sio wakati wote, lakini mara mingi kama ule mtu hakutunzwa vizuri na mamake, huwa anakuwa na changamoto sana kuamini mtu. Kwa hivyo nikiwaambia hii inakusaidia hata ukiwa mpenzi wako haamini, hakuamini, ama yeye mwenyewe haaminiki, wakati mwingine huwa unauliza, na hebu niambie uhusiano na mamako ulikuaje? Ngakimamo mino, ngakimura basani nere, ngakimamo mino, ngakimwakine tekarante byangu. Mamo mino no alenge, kwa sababu mama ndiye anasaidia mtoto aweze kuamini na aweze kuaminiwa. Sijui kama umewahi tembea kwa barabara, kwa streets. Unatembea kwa streets na unaangalia wale wako kwa street, wale mama wako kwa mabarabara kwa street, na mama amebeba mtoto, na mtoto ananyonya na anacheza, anarusha miguu, na wako kwa street. Na pengine hiyo street kwenye wako ni mahali very dangerous, asebi bago embreta getego, lakini umwana kogonka kunyagwa kama goroiga, kwa sababu mtoto akiwa kifuani mwa mamake huwa anasikia ya kwamba, anahisi ya kwamba ako safe, haogopi jambo lolote. Kwa hivyo wale majenzizi wengine wananyonyesha mtoto na ako kwa simu, hey hello bwana, na ananyonyesha mtoto. Mama akinyonyesha mtoto aweke simu kando, aangalie ule mtoto wake. Hapo anasaidia mtoto kuweza kutrust, kuamini watu, na huyo mtoto anaweza kuaminika, kwa sababu anajua hata lolote likitendeka, mimi nikiwa na mama hapa niko sawa. Amina? Okay, jukumu la 4 la mama ningependa kusema, mama ndiye anasaidia mtoto anakuwa na a sense of belonging. A sense of belonging. Yani umwana kweunga ni mbwate seito. Wale wenye mmeketi mnaniangalia, sijui kama kuna mwenye amepoteza mama. Najua kuna wenye wamepoteza mama. Mama mina asirete. Wakati mamako alikuwa hai, pengine ulikuwa unaenda kwenu every so often, si kila wakati, lakini ulikuwa unaenda nyumbani ukisalimia, ukiona mamako. Wakati alifariki, pengine hujawahi enda nyumbani. Kuna mtu kama huyo? Hakuna? Okay. Tunashukuru Mungu. Lakini kuna watu nimeona, ukiwa kama mamako ako hai, huwa unaenda nyumbani, unaenda unamtembelea. Especially ukiwa kama wewe umeoleka kwingine. Tuseme umeoleka Kenyanya, kwenu ni Nyamira.
kama mimi. Ulikuwa unaenda nyumbani, unajua unaenda kutembeleana nyumbani. Lakini ile siku mamako amefariki, ukijaribu kukumbuka the last time ulienda nyumbani huwezi kwa sababu mamako ndio alikuwa nyumbani. Watu wanasema hivi, my mother is home. Hata watoto wakitoka shule, wakifika nyumbani, kama mama hayuko, hata mama apike chakula aweke pale, watoto bado wanasikia kuna kitu haiko hapa home. Lakini mtoto akuje nyumbani na apate mama, hata kama hakuna chakula ni maji, huyo mtoto anajisikia ya kwamba amekuja home. They feel like they have a sense of belonging. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza webo mama wenzangu, kama mtoto wako anatoka shule, for example ako boarding school, tafadhali hata kama uko na chama, waambie nitachelewa. Waambie chama leo nitachelewa, mtoto wangu anatoka shule, tengeneza uji, pokea mtoto wako, mkumbatie, mwambie karibu nyumbani. Kwa sababu mtoto akikuja nyumbani na mama hayuko, hapo si nyumbani tena. Hakuna ladha, ni kama uji ama chai haina sukari kama unatumia sukari. Kwa hivyo hakikisha mtoto hata kama ni kuchelewa ama uji excuse, useme siwezi kuja leo kwa sababu mtoto wangu anatoka shule, pokea mtoto wako. Mzee akitoka kazini, tuseme kama mzee anatoka kazini na mama ako nyumbani. Mzee anakuja na ako shopping, amenunua shopping. Kuna wazee wazuri sana, especially wa Adventista, wazuri sana. Wakitoka kazini ama kama ameenda mahali, mzee anakuja amenunua shopping ameleta. Wewe kama mama, hata kama uko pale kitchen, pia mzee ameingia, wacha ile unafanya, tokea hivi, karibisha mzee, mwambie karibu nyumbani. Chukua ile shopping, ingia nayo kwa nyumba. To basa gotigo mugaka kunya kugukwana ne saka okorete ile shopping, umugaka kunya kugukwana ayo origerete kando gabo. Tafadhali stop whatever you are doing, unless hata kama unanyonyesha mtoto unaweza angalia juu useme karibu nyumbani. Hiyo tu kusema karibu nyumbani, na unachukia hiyo shopping. Na unasema asante umetununulia sabuni, asante umetununulia chakula. Tafadhali hiyo tu, ukifanya tu hiyo inafanya mtu asikie kukuja nyumbani haraka. Kama saa hii vile siko Nairobi hizi wiki mbili, nimesikia mtoto wangu mmoja amekuja late nyumbani, amechelewa. Sasa nilikuwa nauliza kwa nini unachelewa kuja nyumbani? Anasema hata mamia hayuko. Kwa sababu anajua mamia akiwa iko kiti, mimi huwa napenda kuketi iko karibu na mlango. Na keti hiyo kiti, na wakiingia akifungua tu hivi, uso anaona wa kwanza ni uso wa mama, na mama ametabasamu na anasikia kama amekaribishwa. Kwa hivyo kwangu kuko baridi saa hii, na tena Nairobi kunanyesha sana. Kwa hivyo kuko baridi na wanachelewa kukuja kwa nyumba. Mama ni wa maana sana. Karibisha mzee, karibisha mtoto, karibisha wageni na utabasamu. Hata kama una kitu ya kuwapatia, unawapatia tu maji na unaleta ladha kwa nyumba. Nikiwa msichana mdogo, nikiwa shule ya primary, ninakumbuka many years ago, over 40 years, miaka kama 40 imepita. Nikitoka shule nikija nyumbani, mamangu alikuwa ananingojea kwa kiwanja kama hivi, amebeba dadangu wadogo wawili, ananingojea kwa kiwanja, na alikuwa ananingojea na kikombe cha uji. Na sijawahi sahau. Na saa hii nikiwa popote huwa nafikiria mamangu nimnunulie nini, nifanyie mamangu nini, kwa sababu sijawahi sahau. Na yeye nikimwambia hakumbuki, lakini namwambia ile siku nikitoka shule ulikuwa unaningojea, na umebeba mtoto mwingine kwa mgongo, mwingine hapo, na umebeba uji, na unaniambia karibu nyumbani. Na nimetoka shule nikiwa msichana mdogo, na sasa namwambia mama, nitakulea nikutunze, kwa sababu hii masomo yangu ni wewe ulinisaidia, ukanilea mpaka ukanifikisha kwenye niko. Ya 5, jukumu la 5 la mama ni unconditional love. Unconditional love ni tuseme ni upendo hauna kipimo. Upendo hauna kipimo. Mama anapatia watoto wake na bwanake upendo usio na kipimo. Unconditional love. Sai ukienda kwa jela, Kamiti Maximum Prison, ukienda kwa jela,
Uangalie wale wafungwa wamefungwa milele for life. Ukiona wale wanatembelewa, utapata mama amezeeka, mama anatoka mbali, anatembelea mfungwa every time kuna visiting day. Na ile siku mama atafariki, juu wafungwa wanakaa miaka mingi, mama anafariki, ule mfungwa hatembelewi. Kila mtu give up, haendi kutembelea mfungwa, lakini mama anatembea na ndizi ama uji amebeba, anatembelea mfungwa, bado ni mtoto wake. Hata ukue na miaka mingapi, lakini kama mamako wako, bado wewe ni mtoto wa mama. Ule mfungwa anatembelewa na ule mama. Mama akifariki, mfungwa atembelewi tena. Wafungwa fulani walikuwa wamewekwa kwa jela ya milele maximum. Waliambiwa siku ya Mother's Day, kuna siku ulimwengu unasherekea siku ya mama, wakaambiwa waandikie mama zao cards. Wakapatiwa cards, barua, wakaambiwa andikia mama yako barua. Wafungwa wote, karibu wote, walikuwa 1000, waliandikia mama zao cards. Wamama wapelekewe barua. Siku ya Father's Day, siku ya kusherekea kina baba ikafika, wakapewa hizo cards, wakaambiwa andikia baba zenu. Out of wale wafungwa 1000, 2 tu ndio waliandikia baba zao. Wakaulizwa, wengi walisema mimi sina baba, sijui baba, baba alini abandon, alini disown, ama baba hata hatuna uhusiano mwema. Kwa hivyo mama anapatia mtoto wake unconditional love. Ile upendo haina kipimo, hata mtoto akifanya kitu chochote. Mtoto akiwa shule, awe amepatikana kwa kosa kubwa. Kuna makosa kubwa watoto wanafanya wakiwa shule. Ule mtoto akipatikana na kosa kubwa na atumwe mzazi. Kuna wababa wazuri wa Adventista wanaenda, lakini baba wengi ataachia mama, atamwambia sasa pambana na hali yako. Lakini ikuwe mtoto ako na zawadi, anaenda kupatiwa zawadi, baba atakuwa number 1, hata amevaa suti, hata atakuwa yeye ako mbele, hata anapiga picha. Kama ako na simu hii mzuri, anapiga picha, anachukua video. Na ule mtoto ile jina ako nayo ni jina ya nani? Sina ya baba. Saa zingine watoto wangu wakifanya makosa, huwa nawaambia mimi siwajui. Nasema tu kimchezo. Naambia mimi siwajui na siwatambui. Kwa jina yangu haiko. Ukisoma majina yako, mimi utaona jina yangu. Nyinyi ni watoto wa mwenyewe, enda kwa mwenyewe. Mimi siwajui, siwatambui. Of course, hiyo ni mchezo. Wananiambia tunajua anything, hata tukifanya jambo lolote wewe ndiye tutakujia. Kwa hivyo mama, Mungu ameweka mama kwa familia ndio aweze kupatia watoto wake upendo bila kifani. Upendo bila kipimo. Unconditional love. Wacha niseme hivi. Kama mtu amelelewa kwa familia, hajahisi upendo bila usio kifani, ama upendo bila kipimo kutoka kwa mamake, hata ukimpenda, hata waihisi kama amependeka. Even if you love that person, they will never feel loved. Aba gusimba tebete, tuganta kana ng'ombe to tuganta kana ki. Munanisikiza kweli? Aba gusia batebete tuganta kana ng'ombe to tuganta kana. No maite kibateberete igo. Ese ngencho chinga kichinyinge ekero mwana ari ntakana. Abande baitontore chintakana ntaite gotebye buye manye. Ekero mwana ari ntakana. No mwancha. Onacho motu omote na koiro motuone. Omwana ori gokonyore umatete etumatete tari koigumuna no mwanchete. No korarigiya tari koigumuna ne rigiya. Ese ngencho mama mwabo tamworogeti bwanchani botali obwanchani bomoitana ine, yani obwanchani yani conditional love. Pone gento ndabatebi sisi kama wamama, isikwe ya kwamba uko kwa familia na watoto wako wako na upweke na uko kwa familia, kwa sababu wewe unajishughulisha na mambo hayafai. Love your children. Watoto wako wasikue kama mayatima na wewe uko. Isikue ya kwamba mzee anajaribu, he's working very hard, lakini wewe hapo mali wewe ni kuharibu.
hata wewe una insight watoto, unaelekeza watoto vibaya. Kuna mama wanaelekeza watoto vibaya. Unapata pengine mtoto ako na uhusiano si mzuri na baba yake. Badala ya kusaidia, wewe ndio uko hapo unachochea. Unasema unajua huyu babako na siku nyingine akakufanyia na akakufanyia hii. Inawezekana ya kwamba unajua baba ako na upungufu fulani. Hata kama baba ako na upungufu, it is not in your place. Tali goroliao wisaransi abana baonse gochaka kubatebinga isoyo maete bunarega taisaini. Inkirende kwa mochorere tonye taisaini. Inkirende omanyerete nero nye taisaini. Okuno wetiereria matimo. So hata kama kuna upungufu fulani wa baba, wewe ufunike. Na sisemi udanganye. Nasema wewe ufunike na usaidie ule mtoto kutengeneza uhusiano na baba yake. Kwa sababu kama mtoto hana uhusiano mzuri na babake, huyo mtoto ataenda kuteseka maishani mwake. Kwa hivyo kazi yako wewe, you are a peacemaker. Wewe kama mama unaleta amani. Iko mama wengine wanaona mtoto amepewa pesa pocket money, anaenda shule na baba, alafu mama anapita kando anaingiza pesa kwa mfuko. Unasema nini sasa? Unamaanisha nini ukipita kando unapea mtoto? Au mtoto amepanga kuenda pengine ni party ya usiku, na wewe ndio uko hapo mnapanga na mtoto, unadanganya baba, mtoto ako kwa bedroom na unajua mtoto ameenda kwa anasa za usiku. Kwa nini tufanye hivyo? Sisi tuwe kitu kimoja, in unity, tuweze kusaidia watoto. Kwa sababu ule mtoto hana heshima kwa baba yake, ule mtoto hata waijua kuheshimu sheria. That child who does not respect the father, that child will not respect the government. They will not respect authority. Kwa sababu hiyo mtoto hajaweza kurespect hiyo authority ya babake. Iko mtoto wangu mmoja, sisemi ni nani. Siku moja alikuwa ana watch hizi vitu kwa simu, ana vile watu wengine abasonga abo maitenjira nira abasongo bamenyete abasongo nabaya. Lakini culture yabo rende tali yaito talibo. Culture nere y'abasongo mbale bosi yake tali yaito. Bono mwana yako nyakoligerera YouTube ebintu binde ne jokes, ebintu bindo maite n'abantu bakunya gwakiti emichezo. Umwana uyu akamenya korora. Tato mwabarenge room akagenda agateta tato mwabonga egento nkerenta itakomokongontera. Nkamote yaya karati gatato minongo chale takunya gokongonte room. Akagendera gokongonta akomokongontera. Tato mwabakairege kake. Umwana uyu akamenya gutkuira umurango ri akanywa kagochigari. Bono nchetinge geneti go itabana. Ninko baikaransi n'abakwanira. Lakini umwana uyu namutebe tinge gento gwakorere rero ekebono negento kere a matter of life and death. Tigankwanike gusiagara abantu mbanyu abasonga abambanyigu. Bono umwana uyu go namutebe tiga egento gwakorere rero ningwanchite numaite ningwanchite amangana ndonsi nabo tokugamba. Lakini kwagenda gwakongontera iso murangu kwanga komosika ale room kwamanya gutuomo murangu tato mino kali nyumba tinje tikuganya tato mwabasoke kabwato mwana uyu okoboko nkamuire ejikoni ngasie ko murangu aliniona na ndoche buya tinta itikote na akorete. Lakini umwana uyu ntwancha ine sana. Lakini umwana uyu nkamatenga rero ndero litimbo lyegonkire. Rero litukiri nabo lyabete rero umwana uyu tukabaga abwagacha litogosoka ntwe igwananete nkamotebye kekero this one you cannot do esengenchekero umwana kworokise tari kworokisa maskani nkamanya umwana yawo chikogenda isiko ryago chikogendie gari umusigari gakumoteneni angeko gendie gari ryoka arasuri sasi gusagende ekerari kirwa guchigokora emiremo gagotebwa chinso okora reportiga kwebanga onyoroira ni ribo basago kora emiremo umwana wina akora emiremo rende igobono maitabangina na bora nyono nyomugako uko mochaite lakini to basago chamugako singencho nero kuruseti se itoko se inoko eterieta nonye gochaite mugako to basago kagange keremo ikaransanse mwatachiro mugakanse na abana mwamugamba mwamotiokipi. Bona ayoka kitenga abana abo unawaleta kwa upande wako. I am telling you wetereria matimo. Unachimba kabuli rako. So ukiona mtoto hana uhusiano mzuri na baba, wewe keti chini ongea na yeye. Mwambie unajua huyu ni babako, unamheshimu, unaishi hivi na vile.
Kuna wamama wengine pengine umepata mtoto na wewe ni single parent, na mimi naheshimu sana single parent. Mamangu ametulea peke yake single, babangu alifariki nikiwa miaka 2, so nakuheshimu sana. Lakini iko wamama wamezaa mtoto ako single parent, na mtoto anafika ile umri anakuuliza baba yangu ako wapi, na ule mtoto mama anamwambia babako aligongwa na gari. Kwa hivyo hapati mtoto chance ya kujua baba yake. I want to tell you, mama hawezi patia mtoto identity, baba ndiye anapatia mtoto identity. Kwa hivyo kama uko na mtoto unless ikwe ule baba amekataa, lakini kama baba hajakataa na mtoto anakuuliza tebyo mwana obo maene esenge njokero mwana na atagetamanye nganchenga ina arwete akwe na identity. Okay, kwa hivyo wacha nikimaliza niseme ni jambo ngumu sana kwa mtu akiwa akilelewa hana mama. Huwa ni jambo ngumu, na kuwa mama si jambo rahisi. Being a mother is not easy. It is a heavy responsibility. Ni jambo zito sana. Lakini wewe kama mama kwa ile boma, kwa ile familia, wewe ni wa maana sana. Na usiseme kama mzee afanyi majukumu yake, wewe huwezi fanya majukumu yako. You do your part, we said, you remain faithful. Wewe unabaki mwaminifu na Mungu atakujazia. Sasa naingia upande wa maombi kwa sababu najua haya majukumu ni mazito, na mimi ningependa kuombea mama. I want to pray for a mother, especially ikwe wewe ni mama na uko mjane, ama ikwe wewe ni mama na uko single mother. These mothers are very special to me. Wale wa mama wako single mother ama wajane wako very special to me. Babangu alifariki mamangu akiwa miaka 26. Na alikuwa amezaa watoto 8, 2 wakafariki, akalea watoto 6 na hakuwa amesoma. Na mamangu akatulea akiwa mjane, na alitulea akiwa maskini hoehae, hana mbele hana wala nyuma, hana chochote, hana lolote. Kwa hivyo sisi tukalelewa maisha ngumu, na najua kuna wengine pia mulelewa maisha ngumu. Kwa hivyo si mimi peke yangu. Lakini kwa nyako robo gimabolimo kolia matosi no maita matosi obo gimaboli okoli kibando chimbese esenge njoto bwati more rogo sambera atukwa na kiberiti, na kama jirani hajawasha moto ndiye akusaidie moto ukuje kuchoma mahindi, unakula mahindi mbichi. Umewahi ona maisha tu arekori chingende chimbese amarabuo ni twalie byogo kyo mugondo bande tulikula hiyo maisha, hata nyasi tumekula, kwa sababu we ni mtoto uko na njaa, mama hayuko, kwa hivyo unakula chochote unapata. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alishikilia mamangu na Mungu akatushikilia, na saa hii tukiongea hivi mamangu, nashukuru Mungu, mamangu ako miaka zaidi ya 70 na ako sawa, na yeye ndiye alinileta huku wakati nilikuja Wednesday, na alinileta na gari yake. Amen. Kwa hivyo mimi ningependa ushuhuda nimefanya tu kwa mfupi kwa sababu ya wakati. Nataka kukupea hope, yani nakupatia matumaini, kwa sababu unaweza kuwa unanisikiza umesema majukumu umesema, na mimi nimeona hiyo ni mzito, na mimi ni mama, ni mjane, ama pengine mzee, wewe uko hapa mzee ako kwa mtaro, lakini nataka encourage ya kwamba Mungu atakushikilia. Iko mama kama huyo nimuombee nikimaliza. Kesho tutaongea juu ya watoto, majukumu ya watoto. Kuna mama kama huyo? Pole, nikiangalia upande huu hii mic haifanyi vizuri, ndio maana sijakuwa nikiangalia sana upande huu. Okay, iko mama anahitaji nimwombee. Mama, you are a single mother, wewe ni mjane, au unataka nikuombee, unaweza simama tu kule huko kwa sababu ya muda. I want to pray for a single mother somewhere. I want to pray for a widow. I want to pray for a woman mwenye anasema Mungu nisaidie, Mungu nishikilie. Hayo majukumu nimeyasikia na ni mazito, nataka unisaidie, unishikilie. Kuna mama kama huyo? Stand up just 1 minute then we pray. Thank you so much. Nimeona mama wajane wako pale, na ama single mother, ama wenye kuna upungufu fulani kwa familia. Jana nilisema juu ya majukumu ya wazee, lakini wewe ukiangalia kwako kuna upungufu. Mimi nataka encourage.
Nataka nikuhimize. Hata tukisema sasa tunasema ati watoto wakilelewa na baba wanakuwa na identity, wanakuwa na nini. Mimi sikulelewa na baba, sikuona babangu hata siku moja, lakini sasa Mungu amenishikilia, amekuwa babangu, na mimi nimeweza kusimama hapa mbele yenu, na nimesimama kwa jukwaa duniani mzima nikiongea kwa nchi nyingi za dunia, nikiongea haya maneno ya familia. Okay, let's pray. Father, in the most wonderful name of Jesus, we thank you for this evening. We thank you for your word, and we thank you for teaching us the roles and the responsibility of a mother. God, you have seen the ladies who have stood. We have widows, we have single parents, we have ladies who are married but they are parenting single. I want to bring them to the feet of your throne. They are weak but you are strong. Some of them are struggling to raise their children. Some children have turned away from you. Some children are going to school and there is no money. Some children have no clothes. Some children are lacking guidance. Some widows have been disinherited. They have nowhere to go. Some widows are being taken advantage of because of our community. I want to pray for them. Lord, we know that there are mothers who have not been faithful in their families. They have not been faithful to their children. They have caused pain to their husbands. They have caused pain to their children. I want to pray that you may turn their hearts, oh God. I pray that if there are mothers who are looking for something to do, they are looking for jobs, may you provide. If there are mothers here who have businesses, I pray that you may take customers their way. I pray if there are mothers who are seeking for wisdom, please give them wisdom. If there are some of them who have children who have turned wayward, I pray that you may turn those children to them. I want to pray that their children will rise, that their children will shine, that these women who have stood here are going to be called blessed. Lord, I'm not speaking of something that I have not experienced. I have seen how you have blessed me. You have blessed my mother. I pray that you will bless them, oh God. And even if as a society, as a church, sometimes we look down upon women who don't have husbands, I want to pray that you may clothe them with your righteousness, that you may take their shame away, that they may not be ashamed, that they may walk with their head held high, that they may walk in confidence. If some of them have made the wrong choices because of loneliness, I want to pray, dear God, that you may give them patience, that you may teach them the value of valuing their bodies, so that they may not give their bodies in order for them to be provided for. Your word says you are a defender of the widows, you are a father of the fatherless. I pray that you're going to be their father, you're going to be their defender, and they will not lack. And I know that soon and very soon we will testify of your goodness in the land of the living. We thank you and we receive this with a lot of gratitude. For it in Jesus' name we have prayed and believed. Amen. Barikiweni sana. Amina. Tunaposubiria kipindi kingine, ningependa tuweze kuimba wimbo nambari 100. Maombi yanapokaribia kwa wimbo mmoja ili